Karibuni ndugu watazamaji wa YouTube, Director Dennis hapa. Karibu Mulap Farm. Kama unavyoona tuko katika banda la nguruwe. Ni muda mrefu sana tunazungumzia kuhusiana na nguruwe. So nataka kwa wale ambao wamejiunga na sisi kwa mara ya kwanza, please kama hujajiunga na sisi subscribe katika channel yetu ya YouTube. Like hii video, share hii video. Nataka tuzungumzie kuhusiana na ufugaji wa nguruwe. Kama unataka kuanza ufugaji wa nguruwe na changamoto ambazo zipo katika ufugaji wa nguruwe, nitaelezea kwa kifupi. Sasa kama mtu ambaye anahitaji kuanza ufugaji wa nguruwe, cha kwanza tunasema uwe na ardhi, cha pili uwe na maji katika ardhi, cha tatu ndio tuingie katika miundombinu, cha nne tuje katika kununua mbegu bora, cha tano uwe na chakula bora, cha sita tunaingia katika management. Okay, hiyo ndio kwa kifupi kama unataka kuanza ufugaji wa nguruwe. Hivyo vitu ni vya msingi sana, vya muhimu sana uwe navyo katika akili. Pia uwe unafanya research au mtu ambaye unafuatisha makala ambazo ziko kwenye mitandao, mfano YouTube, mfano Instagram, mfano Facebook, mfano TikTok. Fuatisha hizo nakala. Takiwa na mikutano yote ama warsha yote ambayo inahusiana na ufugaji au biashara ya nguruwe, naomba uweze kutembelea katika hizo sehemu. Itakusaidia uweze kuanza vizuri na usiweze kupata hasara. Yes, nadhani hapo tayari nimeshakupa dondoo kwa haraka ili tusichukue na muda mrefu sana. So, aina gani ya mbegu ambayo unaweza nikasema nikashauri? Anza na large white, chagua mbegu ya large white kwa majike, chagua mbegu ya Landrace kwa majike kama unavyoona hapa. Large white, Landrace, yule ni ana PT, ana baka vile, ama upate cross za PT kama huyu. Unaona ana weupe na baka, ni cross. Kwa hiyo hizo ndo mbegu ambazo tunatumia katika ufugaji wa nguruwe wa kibiashara. So kwa haraka sana tukupitisha katika madume, tafuta Duroc, tafuta dume la Pietrain, au na madume ambayo tunasema utumie kama madume ya kupandishia majike wako. Kwa hiyo cha kufanya ushajua hizo hatua sita, ushajua mbegu. Tunachokisema sasa, tafuta chakula. Ukishazijua sasa nao unaingia katika tafuta. Sasa tafuta chakula kipindi cha mavuno. Unasema nenda katika mikoa ya Tanga, Mbeya, mikoa ya mkoa gani mwingine, Iringa, yes, Dodoma, Singida, nunua mashudu alizeti, nunua mahindi, nunua pumba, nunua soya. Hivi vitu ambavyo ni vya msingi katika uendeshaji wa nguruwe. Protein iwe ya kiwango cha juu. Kwa soya, mahindi, kuna jani inaitwa Luceno alfa inatumika pia katika michanganyo ya chakula ambayo ina protein kubwa sana. Kwa hiyo ni kwa kifupi, nishukue muda wenu sana. Ndivyo jinsi ya kuanza hii biashara. Mtu utajiuliza gharama ya kujenga mabanda ni kiasi gani? Mabanda yanaweza kawa na kuanzia milioni 20, kuanzia milioni 10, kuanzia milioni 5, kuanzia milioni 2, kuanzia milioni 1.5, kuanzia 700,000. Mabanda unaweza kujenga. Kwa hiyo unaangalia unataka kujenga banda kama hili. Unaweza kufanya kidogo, angalia. Unaona hili ni banda la tofali, sawa? Yes, ni banda la tofali. Sasa banda kama hili banda kama hili litakugharimu sana. Sio chini ya milioni 20. Na kipindi mimi nimejenga ile banda miaka 5 iliyopita. Kwa mabanda haya unaweza ukaachana nayo. Ukasema mtu mimi ninachukua mabanzi, naweka mabanzi, naweka sakafu ya zege pale chini, huko pembeni nazuia huko, nazuia kwa mabanzi tu, jengo zima wanyama watoki, nagawa viumba. Ila ndogo sana, si cheap. Weka tu bati lako, umemaliza. Hiyo ndio njia rahisi sana ya kuanza. Kama una maji unafanyaje? Leo na hapa dondoo au tip zile za muhimu ambazo za kusaidia. Kama una maji unafanyaje? Katika jengo ambalo umelijenga, weka mfumo wa kupokea maji ya mvua. Alafu weka sehemu kama kibwawa ama weka tanki. Itapokea yale maji yanaingia katika ile tanki au katika ile kibwawa. Itakusaidia katika kufanya mradi huu. Sababu nguruwe kama unavyoona pale, yule ananyonya
katika vinipo, vibomba vya kisasa vile viko ukutani. Ananyonya pale. Kwa muda wote pale maji anayapata. Kwa hiyo mfumo ule utakusaidia kupunguza kwanza upotevu wa maji, sawa? Aweze kunywa maji yako ambao umempa yote na inakuwa ni masafi. Sawa? Hivi bomba vinauzwa 2000, 2500, 3000. Kwa ni bei ndogo sana. 3500 inategemea na wapi umenunua. Inaitwa Nippos drinker. Unazipata hizo bomba, unachukua hata dumu lile la 20, unalitoboa, unaweka hicho kinipo, unaweka ndani ya banda, unalisimamisha hivi, anakuja pale ananyonya. Kwa ndio njia rahisi ya wewe kokote ulipo unaweza ukafanya mradi wa nguruwe. Alafu ukawa unawaza makubwa huko mbeleni, nikiwa mkubwa nitafanya hivi na hivi. Lakini ili uanze kidogo unaweza ukaanza hivi. Kwa jamani, hizo ndio tip naanza kuwapa leo, tip 6. Nimesema tip ya kwanza ni kwa wale ambao wamekuja wapya, please subscribe, like hii video, share hii video, watu waweze kuiona, wafurahie. Sisi ni Mulap Farm, tunahusiana na ufugaji wa nguruwe, tunafuga mbuzi, tunafuga kuku na pia tunalima majani au malisho ya wanyama wetu. Tupo Kibaha, Boko Mnemela ndio shamba letu lilipo. Ofisi zetu ziko Dar es Salaam pia, jengo linaloitwa Classic Mall, ndio ofisi ya Mulap Farm ilipo. Kwa namba ya simu itapita hapo chini, utakuwa unaiona ni 0702 700 494. Kwa huduma zetu zozote unazotaka, kujengea banda, kukupa aina hizi za mbegu unazotaka za nguruwe. Unaona kama imeonyesha. Unaona? Nguruwe mkubwa kabisa. Safi. Sasa hawa ni nguruwe na miezi 5 tu. Kaniyo maji na miezi 5. Ndio maana akasema mbegu ni gharama, yes, lakini ukipata mbegu una uhakika utakaa nao miaka mingi, huyo nguruwe atakuzalishia mpaka utarudisha hela yako. So sisi pia tuna wazalishaji wa hizi mbegu za nguruwe na mbegu nyingine ambazo tunazo katika shamba letu. Pia fuatilia katika mitandao yetu ya YouTube. Fuatilia mtandao wetu wa Instagram. Fuatilia mtandao wetu wa TikTok. Andika tu Mulap Farm. Utaona kila kitu. Usisahau jamani, share hii video, like hii video. Tumesema tumewapa tip 6 za kuweza kuanza kwa hali yote ambayo ulipo katika Mtanzania. Kama una hela ndogo, una hela kubwa, unaweza ukaanza. Sawa? Cha kwanza tumesema uwe na ardhi ambayo unajua watu wengi wanayo. Cha pili uwe na miundombinu, ujenge miundombinu. Nikasema aina gani ya miundombinu tegemea na hela yako ambayo unayo. Nimeanzia milioni 20, 30, 40, milioni 10, milioni 5, milioni 6, milioni 1, 700. Inategemea na ukubwa. Unataka chumba kimoja, unataka vyumba viwili, unataka vyumba vitano, unataka vyumba 6. Simuona banda livyo. Kwa haina formula, ni wewe unavutaka kuanza. Na pia nikupe dondoo nyingine. Anza na majike hata 5, lakini usipungue majike 2. Unataka kusema mimi nataka nianze na wangapi? Anza na majike 2 mpaka 5. Sawa? So chagua cross breed ili uweze kuanza vizuri na watakusaidia kwenye ukuaji. Wanakuwa kwa haraka sana. Mfano hawa kuna hawa na miezi 6. Umeona hawa na miezi 6 wako tayari kwenda sokoni. Kwa ndani ya miezi 6 tunashauri wanyama unaweza ukawapeleka sokoni ili uweze kupata faida. Nakumbuka hawa ni majike, kwa watu wauzi. Hawa ni majike kwa ajili ya mbegu, wanakuja kupandwa. Baada ya kupandwa ikifika mwezi wa 12 tunakuwa na majike 100. Sababu kila mmoja hapo anategemea atoe watoto 14, 12, 13. Na tunawapandisha hao wakiwa na kilo 110 mpaka kilo 120. Hiyo ndio lengo letu sisi kama Mulap Farm, ndio tunawaandaa kuweza kuwapandisha. Sasa kingine ambacho naweza nikatoa tip kama mtu ambaye anataka kuanza, please seek advice, tafuta mentor katika biashara hii ya ufugaji wa nguruwe. Ili mentor maana yake nini? Mtu ambaye amefanya kile kitu ambacho wewe unataka kukifanya, alafu kuona amefanya katika ubora au katika ukubwa ambao unatamani wewe uweze kuufanya. Kwa hiyo unatafuta uungamanishe naye ama umfuatilie katika mitandao yake ya kijamii, anaposti vitu vyake, wewe unavisoma, unamfuatilia. Itakusaidia upunguze makosa mengi ambayo yeye hayapitia. Akitoa madarasa uwe unahudhuria, kila darasa unahudhuria, sababu kila darasa atakuwa anazungumza kitu kipya. Kuna kitu kipya atakuwa anakiweka, anakizungumza. Kwa hiyo ni muhimu sana tafuta mentor, tafuta mtu ambaye atakushika mkono. Swala la vijana pia ni swala lingine ambalo inaweza nikupa kama tip, ipo ndani ya management. Kuna kwa ajili vijana, kuna kwa ajili
madaktari kwa ajili ya kutibia. Hiyo ni vitu vya msingi uviconsider, uvifikirie utapoanza. So hii nataka niishie hapa tu kwa leo. Please narudia tena, subscribe, send it hii video tuma kwa ndugu jamaa na rafiki. Like it, please like the video, usiangalie tu like. Ukilike inatusaidia watu wengi katika page yetu wajue hii video ipo na waweze kuangalia, na wale ambao wanatamani kufuga waweze kuja kujiunga na sisi kuweza kufuga pamoja, ili tasnia ya ufugaji iweze kusonga na iweze kukua. Asanteni sana, muwe na wakati mzuri. Director Dennis yuko hapa Mulap Farm. Peace guys, bye bye.